Sisi tunamshukuru Mungu tuko salama, ila mtoto tu anakumisi. Sasa ndio ufanye urudi, maana umekawia huko muda mrefu hata hauji. Basi niambie ndio maana tunakumisi. Sitaki mambo ya safari. Mambo niambie kabisa wewe. Nifanywe kwa kweli jamani. Kweli? Nitafurahi mume wangu. Sawa. Uniambie kabisa siku tutakayokuja. Nikuandalie kitu kizuri. Mume wangu, bye, uwe na kazi njema. Kiss baby. Babako amekaribia kurudi. Utamwona, usijali. Sawa mwanangu. Wewe kuwa wazi tu. Sema shida ni nini? Na kama mjomba anakuzingua, sema mimi niongee naye. Maana ndoa yenu imepitia mambo mengi sana. Hivyo basi, sitaki kibuke kitu chochote juu yenu. Shangazi bwana. Sisi mbona hatuna tatizo lolote hapa ndani. Hapa imetawala amani tu. Wala usijali shangazi yangu. Vipi lakini na yuko tokako? Sisi hatujambo, tunaendelea vizuri. Naofia nyie tu hapa. Wewe umekuja na vitu gani vinavyonuka namna hiyo? Hamna kinachonuka. Mke wangu, nilipitia buchani. Maana uliniambia kabisa nije na mboga. Hivyo nimekuletea samaki. Ni kweli nimekuagiza mboga, lakini sijakuagiza samaki. Hebu basi toa uko ile shombo lako. Sasa toke naenda wapi? Kameenda. Shangazi. Umeona mwanao? Yaani kila siku vituko vyake ndio hivi hivi. Yaani visa vimekuwa vingi humu ndani. Nikivaa hiki mara kavue, nikipaka mafuta haya sitaki mafuta haya unanuka, nikifanya hivi mara kile. Haya, twende mbele na kurudi nyuma. Toka lini samaki wananuka? Wakati ndio mboga ambayo kila siku tunapika humu ndani. Wewe ni shahidi. Haya, niambie huyu samaki ananuka. Ndio haya mambo nikiongea anaonekana mimi mkorofi. Mimi nishachoshwa bana na vituko vyake bwana. Aha. Sasa unacheka nini shangazi? Kipi hapo kinachokuchekesha wewe? Yaani mimi naongea vitu vyenye mantiki, wewe unacheka. Mimi nikajua labda utashauri mimi nifanye nini au nichukue hatua gani. Unaanza kucheka. Haya, cheka basi. Maana si vinachekesha. Cheka. Nimefurahi kwa sababu Mungu ni mwema. Cha msingi nenda hospitali na mkeo. Ili akapime, utajua shida yake ni nini. Hospitalini tena? Akapime nini sasa? Wakati mke wangu ni mzima wa afya. Na siku si nyingi tumetoka hospitali. Na kama angekuwa na matatizo si angejulikana kwamba ana matatizo. Wewe nenda, utajua shida yake ni ipi. Ama kweli.
Kesi ya nyani nimempelekea ngedere. Kazi ipo. Mimi ndo nimefika hapa na yule kijana nimekuja naye. Ndiyo bosi, ni mwaminifu sana. Ndiyo yupo. Haya. Na mtajiri. Ndio umefika. Sawa. Sawa damu, nimemuelewa. Zoya. Kwa hiyo na mimi nitakuwa nakula papa Doko, acha ujinga. Hujui nimepambana kiasi gani kupata hii kazi. Hivyo tuliza akili yako, sawa? Basi tena usiniseme mbele ya mtu. Nimekuelewa. Basi sawa kaka. Acha mimi niende. Nashukuru sana. Doko, mimi naondoka. Ila naomba uwe makini sana. Baba vipi? Nianzie wapi? Ochi mwanangu, asante kwa ushirikiano wako mpaka kukamilisha safari ya Jia kwenda kusoma. Tulikaa kama familia, ila kaka akapendekeza ikibidi wewe ukasome. Vipi? Uko tayari? Shangazi, hilo ni wazo zuri sana ulioniambia. Lakini mimi sasa hivi sidhani kama nina uwezo tena kuweza kuendelea kujisomesha. Ndio maana mpaka sasa naendelea kupambana tu na issue zangu nyingine. Mimi nadhani hicho tu ndo ambacho ninachotakiwa kufocus nacho kwa sasa. Usijali. Kuhusu gharama zote za masomo zitatoka ndani ya familia. Wewe hauhusiani chochote na gharama hizo. Kweli? Kama itakuwa hivyo, naahidi kwamba niko tayari mimi kwenda kusoma, kwa sababu hicho ni miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa nafikiria sana. Pindi ambapo nitakapopata uwezo wa kwenda kujiendeleza kimasomo, niweze kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nawaambieni kwamba mimi niko tayari. Basi sawa. Kama utakuwa uko tayari, muda wowote kuanzia sasa hivi, tunaomba ujiandae ili uweze kwenda kusoma chuo kimepatikana Nairobi. Dada nimemwambia, ila kama unavyomjua, amegoma na amesema siondoki pale bila mahari. Nilijua tu atasema hivyo. Na ndio maana najipanga mdogo mdogo na ikusanya hela. Ndani ya siku 2-3 hizi najua mambo yatakuwa sawa. Kwa hiyo wewe usio na wasiwasi. Hili swala wewe niachie mimi. Lakini hata usijali. Wewe ungetafuta kidogo kidogo. Dadangu wala sikupe pressure. Usijali. Unajua natamani hata leo ungeamea kwangu moja kwa moja. Lakini nasubiri kwa sababu ya dada yako tu. Na ndio kama mzazi kwako. Kwa hiyo acha niendelee kukusanya mdogo mdogo. Najua haitafika yote, lakini nitapata walau hata kidogo ya kuanzia ndani ya siku kadhaa. Sawa mpenzi. Vipi lakini umeshakula? Hapana, bado sijala. Si unajua tena maisha ya kibachela. Yaani sisi tunakuwa wavivu kupika. Zaidi sisi tunajua kwenda kula kwa mantilie tu. Alafu sasa, nakuomba sana Uchu, usije ukamsaliti mdogo wangu. Najua Jia anakupenda sana na unampenda. Kwa utakapoenda huko chuo, pale mtakapomaliza tu, sisi tuko tayari kuandaa harusi kwa ajili yenu. Sawa? Basi kama ni kweli itakuwa hivyo, kwanza napenda sana kuwashukuru kwa wazo lenu ambalo mmeamua kulifikiria. Kwa sababu
swala la elimu ni issue ambayo ilikuwa inanitatiza sana akilini mwangu. Na nilikuwa na nia kubwa sana kutaka kuendelea kusoma, ila sikuweza kuwa na uwezo. Kwa hivyo naahidi kwamba sitawaangusha katika hilo, nitaenda kusoma na pia nitawashukuru sana kwa kweli. Na hii ofa imetoka kwa kaka. Ni kwa sababu unampenda sana kitinda mimba wake. Hivyo basi, tunaomba usituangushe. Wow. Mimi naomba nikusema kwamba nawashukuru sana 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 sana. Yaani sikutarajia kabisa kwamba naweza ikatokea siku kama hii kwenye maisha yangu na nikasikia vitu vya kusisimua kama hivi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mimi nitaenda kupaki vitu vyangu na nitakuwa tayari kwa muda wote ambao mtakao niambia kwamba safari iko tayari. Ila pia kuhusiana na swala la G, na kuahidi kabisa siwezi kumzingua G kwa sababu G ni mwanamke ambaye nampenda sana, na kuahidi pia katika hilo. Mimi nawaambieni kwamba asanteni sana 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 sana, na naahidi kwamba siwezi kuangusha. Basi kanunue vitu nipike, tule, tufurahi, tushile pamoja. So unajua leo niko off na sijafungua mgahani. Kwa hiyo kwa hilo wala usijali babangu. Ipo hapa kwa ajili yako. Oh, sawa. Na hene na kumbe ibiruba vya kutese wewe. Ushaanza tena. Haya, niambie unamaanisha nini? Nilijua tu lazima utaniuliza hivyo. Wewe kila siku hakuna tunachokielewa. Namaanisha kwamba nimemisi chakula unachopika wewe kwa sababu ni muda mrefu sana sijala chakula chako. Na kingine, unajua muda wote mimi na wewe tunaenda kuwa mke na mume. Hivyo basi, natamani walau uwe unaelewa hii lugha. Ili hata kitokea umeenda ukweni, wasikutete na wewe ujue za kujitetea. Basi sawa. Sawa. Basi mimi ngoja nikanunue hivyo vitu. Jamani lelo penzi kidali nimesusiwa paja nimesusiwa. Jamani lelo penzi tamu kweli kweli nimezama penzi nimezamia. Kama mtoto ananideke anatema na mate ni mchape na nikinuna na nisame. Kama mtoto ananideke anatema na mate ni mchape na nikikosa na nisame. Mke wangu, leo nataka nikufanyie bonge moja la surprise ambalo toka tumeoana mimi na wewe sijawahi kufanya. Umeshaanza eh? Nishakwambia sitaki hizo kelele zako. Surprise gani ajabu utanifanyia mimi? Wewe ukoje mjumba, kila ukija mikelele tu? Kwani kukaa kimya uwezi? Siku zote wanasema kwamba mzalau mwiba mguu utatende. Wewe kubali japo kidogo tu alafu uone. Utajijua mwenyewe. Fanya hiyo surprise nione kama una surprise wewe ambayo mimi itanishangaza. Okay. Ladies and gentlemen. Surprise! Mariam mwanangu. Natamani nipige kelele. Udongo na ndimu. Shangazi. Mjomba. Siamini na mimi pia. Mjomba. Abi mwanangu. Mimi nashukuru tu kwa kukuona. Maana sijawahi kukuona kwanza. Pili, karibu nyumbani.
Mimi ndo shangazi yake na Hawa na mimi ndo bibi yake na Balkisi. Niseme asante sana. Na mimi nashukuru sana kwa kufahamu. Na pia poleni kwa changamoto zote ambazo zilikuwa zimetokea hapa nyumbani. Na kwa sasa mimi nimerudi, tutakabiliana wote kuzitatua hizo changamoto. Asante sana. Na ni hivyo tu ameenda hospitali, lakini ungemuona baba yako. Karibu sana mume wangu. Yaani hujui ni kiasi gani tulivyokumisi. Umeondoka mtoto bado mdogo, umerudi umemkuta anakaa kabisa. Na Balkisi alimisi sana babake. Unajua katika maisha ya utafutaji kuna muda mtu anaweza kwenda mbali na familia yake. Ili mradi tu familia pia ile, nikisema nikae nyumbani, mtakula nini nadhani. Lakini kwa bahati nzuri nimekwenda na nimerudi salama. Mwenyezi Mungu ndiye pekee ashukuriwe. Mahaba. Jamani. Hii kweli surprise. Haki ya Mungu vile nisiamini. Mke wangu, hii ndo ile surprise ambayo nilikuahidi nataka kukufanyia. Ndo hii. Nadhani mbele yako unaona vizuri kabisa bila kupepesa macho. Shangazi pamoja na mjomba. Lakini nikwambie tu na utakuja kuniwa na pressure. Yaani hapa naona mapigo moyo kama saa mbovu. Naona mambo sio mabaya mjomba. Lininga we lininga mpelisa wozyane we lininga kumwitukutali we lininga amba msaule litinga. Mjomba, hapo hata mimi mwenyewe umeniacha. Yaani mpaka nimeshindwa kuelewa unamaanisha nini. Lakini yote kwa yote au all in all, mimi nadhani unatutakia baraka na neema katika uzao wetu unaokuja. Kabisa. Aswa. Na ninavyomjua mjomba. Hapa upele umempata mkunaji kwa hizo nyimbo zake. Unaona Hatari sana. Mke wangu, yaani umechanganyikiwa mpaka umesahau kuwapokea wageni. Bora hata umenikumbusha maana nimeshajisahau. Na mlipopendezana sasa. Abi, usije kaondoka tena ukamwacha mwenzio. Si unaona hapo mlipopendezana. Na familia ili ikamilike ni baba, mama na mtoto. Sitoweza kufanya hivyo mkwe wangu. Kwa sababu mimi mwenyewe nikaa huko nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu familia yangu imeniacha peke yake. Yaani nakuahidi tu sitoweza kuondoka tena. Na pia nilikuwa na jambo lingine. Jambo gani tena? Yaani hapa ninavyoondoka nilikuwa naomba niondoke na familia yangu. Hilo tu. Wewe mchukue. Huyo ni mke wako. Lakini mkumbuke kuja kumuona baba yenu. Si mnajua nitakuwa peke yangu. Ili nipate company itabidi mwe mnakuja. Hilo halitoweza kutokea. Atakuwa kila siku wajibu wake kuja hapa nyumbani kumuona baba. Kwa hiyo Hawa unaniacha. Jamani lelo penzi kidali nimesusiwa paya nimesusiwa. Jamani lelo penzi tamu kweli kweli nimezama penzi nimezamia. Ulikuwa wapi mwanamke? Na kwa nini napiga simu zangu upokee? Halafu nimeingia katika chumba changu, nimekuta umepekenyua vitu vyangu vya siri, halafu sivioni. Umevipeleka wapi? Naongea na wewe, umevipeleka wapi? Lakini baby, ungeacha hata nipumzike hata kidogo, alafu tutaongea. Mbona una panic kiasi hicho? Unasemaje wewe panya? Kama ulikuwa unataka nikuvumilie au nikusikilize, basi ungepokea simu yangu kisha ukanipa maelekezo. Sasa hivi nakusikiza kitu gani? Nisikize nikwambie. Nadhani umepekua vitu vyangu, unataka kunijua mimi ni nani. Mpaka sasa utakuwa umeshajua mimi ni nani. Sasa Favor, nafikiri ulikuwa hujui mimi ni nani Kwa sasa umejiridhisha baada ya kuona vitu vyangu vya siri. Vitu ambavyo nimevitunza na nikakuficha siri hiyo. Leo umejua siri yangu. Mimi ni mtu mbaya
tena ni mbaya kiasi cha kutosha. Leo nitakufundisha adabu. Muuza maji